Saa ya dhahabu ya meneja ilipodondoka na kuvujika sakafuni, ukimya mzito ulitanda. Brian alibaki ameduaa, akihisi damu ikimwasha usoni. Meneja akainama taratibu, akaitazama ile saa yake mpya ya kifahari iliyokuwa imevunjika vipande vitatu. Brian akasema kwa sauti nzito, akinyanyua macho yake, "Hii sasa imezidi. Umeharibu kila kitu tangu uingie. Basi ya maji, printer, na sasa saa yangu. Hatuwezi kuajiri bahati mbaya kama wewe." Brian akajaribu kujieleza, "Samani bwana, ilikuwa ajali tu." Lakini meneja akamupigia kelele, "Out! Nje kabla sijaita ulinzi." Brian akainama kichwa chini, akachukua bahasha yake ya kaki na akatoka kwa milio viatu vyake juu ya sakafu. Akapita mapokezi kwa aibu, akafungua mlango wa kioo unaotoa sauti ya hewa ya baridi, akatoka nje. Jua lilimpiga usoni, akahema kwa uchungu. Simu yake ya zamani ilitoa vibration ndogo mfukoni. Alipokea ujumbe, "No airtime." Akatabasamu kidogo kwa uchungu, akasema kimoyomoyo, "Hata simu imechoka kama mimi." Lakini alipogeuka kuondoka, gari jeupe la kifahari lilisimama mbele ya mlango. Mlango wa nyuma ukafunguka na akatoka mwanaume mwenye suti safi, miwani miembamba na saa ya smartwatch mkononi. Brian akasogea pembeni kumpisha, bila kujua huyo ndiye bosi mkuu wa kampuni, Director Evans. "Vijana wa mahojiano leo wamekamilika?" Evans akauliza kwa sauti ya upole. Brian akatazama juu kidogo, akasema kwa heshima, "Samahani, niliitwa, lakini nimeambiwa niende." Director Evans akamtazama kwa makini, akamuuliza, "Wewe ndiye Brian?" "Ndiyo bwana." Evans akatabasamu taratibu, "Nimeona jina lako kwenye orodha." "Njoo ndani kijana." Si vizuri kumhukumu mtu kabla kumjua. Mlinzi akamfungulia mlango na Brian akarudi ndani akiwa na aibu na mshangao. Walipoingia ofisini, meneja yule wa awali akasimama kwa mshangao. "Saa, nilimfukuza kwa sababu..." Evans akamkata, "Weka maneno pembeni, nataka kuona mwenyewe." Brian akasogea, akakaa kwenye kiti cha mbele ya meza. Ndani kulikuwa na kikombe cha kahawa moto, laptop ya kampuni na faili lililowekwa vibaya mezani. Meneja akaenda kumgeukia Evans, lakini kabla aseme kitu, Brian akajaribu kuhamisha faili lile, akiliondoa juu ya kahawa. Bahati mbaya, kikombe kikateleza, kikamwagika moja kwa moja juu ya keyboard ya laptop ya meneja. Kelele ya umeme ikasikika, skrini ikiwaka kwa mwanga wa samawati, kisha ikazima kabisa. Macho ya Evans na meneja yakakutana, ukimya mzito. Brian akabaki ameganda, mikono ikitetemeka, macho yakijaa hofu. Meneja akapiga meza kwa hasira, lakini kabla aseme neno, Evans akasema kwa sauti ya utulivu, "Subiri kidogo, labda hii ndiyo bahati mbaya tunayoihitaji." Je, kauli hiyo ya Evans ina maana gani? Ana mpango gani na Brian?